Bwana Yesu asifiwe. Habari za mchana wa leo. Nilichogundua hapa huwa kuna kautaratibu kazuri sana ka watu kutokukaa viti vya mbele na kupenda kuwa huko. Hilo nimeligundua hapa na ninawapongeza kwa unyenyekevu huo, lakini basi kama nilivyowaambia kwamba kuna hatari sana kule nyuma, na mimi sitaki mdondokeo na miti muje huku. Hiyo ila mkichapwa na hiyo turubaji yenu shauri yenu. Niwaambia mimi niko hapa kwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Nina wapongeza kwa kuja kwenye hili kambi na wahi vipindi vina wateja wazuri tu. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Naomba muendelee kutoa sadaka zenu za shukrani kama kawaida. Jitahidini sana. Sasa tutaendelea na somo letu zuri. Jana jioni mtakumbuka niliwaeleza kile Mungu alichokuwa amekusudia kwa familia ya Ibrahimu. Nitagusa kidogo na baadaye tutaendelea. Fundi mitambo akisha ninapata mrejesho. Nifanye unavyoweza, ongeza nipate mrejesho bado nahitaji mrejesho huku. Ujue nahitaji mrejesho. Asante. Jana niliwaambia Mungu wa mbinguni alimwangalia Abrahamu akiwa katika ile nchi ya waabudu sanamu. Akamwona kama baba atakayefundisha watoto, atakayeridhisha katika ukoo wake jina la Mungu liweze kujulikana, lakini pia atakaosababisha hawa watu wawe raia wa uzima wa milele. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Akajua, Mungu wa mbinguni alijua hilo, kwamba huyu ataandaa watu kuwa raia wa ufalme wa mbinguni. Na jana niliwasomea mafungu ya Biblia yaliyoonyesha ya kwamba Bwana alimuona Abrahamu, akamuona kama mlezi wa familia, akamuona kama baba bora sana atakayeandaa kizazi chake kwa umilele. Katika kitabu cha Mwanzo 18:17 anasema, kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake, sikiliza hili neno, baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana naye akamtimizie Ibrahimu ahadi zake. Bwana alimtazama kwa malengo makubwa sana. Ndio maana akamwambia Abrahamu, nimekubariki wewe na ninakufanya uwe baraka, na jina lako ninalikuza. Kwa sababu Mungu anapokuita ana makusudi na wewe. Wapendwa, nataka niwaambie liko jambo moja tunalotakiwa kulijua, na hivyo unaweza ukaja hapa vizuri ukaenda na mimi katika hili neno tuloandika hapa, ninakwenda nikimsubiri Yesu. Target yetu ni nini? Yaani pamoja na haya mahubiri yote tunayofanya, sadaka tunazotoa, kifiko chetu ni wapi? Tunaisubiri kwa hamu kubwa Kanaani, ile nchi ambayo masumbufu yatakoma, shida zitakoma, vifo vitakoma, magonjwa yatakoma, dhambi na mdhambi hawatakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Yani hakutakuwa tena na habari ya kuzikana. Hilo tumaini tunalingoja. Mungu alijua Abrahamu ataandaa raia wa namna hiyo, na ndiyo maana nikawaambia ziko familia mbili. Hii moja ndiyo iliyokuwa na utume, walikuwa na utume hawa watu. Yani Ibrahimu ndiye anapokea, anaambiwa toka, lakini anapotoka anatoka na Lutu, lakini Lutu alikuwa na wafanyakazi wake, wanatoka pamoja, anatoka na mke wake. Niliwafafanulia kabisa jambo hili, na hivyo anaanza safari, na nikawaambia jana hajui anapokwenda, na huyu baba anaondoka bila mtoto. Nilishafafanua hili, lakini Mungu anamuona kama mtu atakayeridhisha jina lake kwa kizazi chake hata baada yake. Nilitaka nikuambie jambo la kusema anafundisha watoto hata baada yake wamjue Mungu haikuwa rahisi. Jana kama sio asubuhi, nilikuwa namsikiliza kiongozi mmoja wa serikali. Nafikiri ninyi huwa mnamfahamu. Arasimtaka mnamfahamu, wangapi wanamfahamu? Yes, huyu ni kiongozi ambaye anafanya vizuri sana, nampenda na Bwana mbariki sana. Kwa kuwa hichi kisa kiko hewani YouTube, naweza nikakishia kwa sababu ni mimi nimekisikia, na hata naweza nikafungua hapa mkasikia. Anasema ni kisa ambacho nimekisikiliza kwenye YouTube, kikanivutia sana, lakini kikawa na mafundisho makubwa sana, kwamba kuna wazazi waliandaa birthday ya mtoto. Nani amekisikia hicho kisa na mimi? Nye amperuzi mitandao. Sasa asema waliandaa birthday, na birthday ilikuwa nzuri. Mimi nakifupisha, sielezi mengi. Ile birthday, kale katoto, nadhani sio birthday, ilikuwa ni kuvuka madarasa. Ilikuwa darasa la 3. Kwa hiyo kulikuwa na sherehe, maana keki iliyoandaliwa ilikuwa ni keki ya ngazi 3, ikiwakilisha darasa la 1, la 2 na la 3. Ndio, sio birthday. Sasa wanasema kale katoto kakawa kanaimba mashairi, sema mashairi kwa uhodari ya wanamuziki, nyimbo za wanamuziki. Baadaye yeye yule kiongozi akawa interested na jambo lingine, sio muziki. Anasema ni kama kuna kitu kwa watoto, basi akaanzisha kitu kingine. Yeye anasema akamwambia yule mtoto ahesabu 1 mpaka 50. Mtoto akashindwa, anahesabu 1, 5, 9. Sasa yeye hakutegemea hilo. Anasema alikuwa disappointed kwa sababu aliona kama yule mtoto sasa amekuwa harassed. Sasa wazazi nao, watu nao pale wamepata changamoto kidogo. Sasa huyu mzee ameona kama ili jambo sasa linaingia kwenye sura nyingine. Basi yeye akasema mtoto tu amepanic. Lakini watu wanasema no, ukimtajia wimbo mwingine anasema anauimba vizuri. Wakajaribu kumwambia hesabu mpaka 20, akakwama. Wakamletea sehemu aandike jina, akakwama. Lakini nyimbo za wanamuziki kakariri. Baadaye anasema aliongea na yule baba wa kiume katika ile hali kuiona na nini. Sikiliza niwaambie. Mmejifunza kitu hapa? Mmejifunza? Nani amenielewa mpaka?
Sikiliza, nilikisema jana. Wazazi walimpa mtoto simu toka akiwa mdogo. Kitoto kikilia, simu, kinasikiliziwa nyimbo. Hilo mnaofanya, kinasikiliza nyimbo zote, kinajua kuimba. Watoto wenu tena mliokaa hapa wanajua nyimbo. Hivi ni singeli, wanajua nyimbo nini, wanazijua. Hatari. Wanajua kushusha mashairi. Na kwa bahati mbaya sasa, hata waliokaa kule nyuma kule, tungewaita hapa, wale waheshimiwa, huwa kawaida hao umri wao huwa wanakaaga kanisani nyuma. Umri unaoenda mabalozi 16, 17, huwa madawati yao ni ya kule mpaka 21, hawakaagi huku mbele. Na huwa wanawapa majina wahubiri. Ukihubiri muda mrefu kule wana namna yao, na wazazi wanawapa simu, ndio wanawadumbukiza zaidi. Hiyo miaka wanakaaga kule nyuma, hawakaagi hapa. Sasa hapa hivi kuna watu wana simu. Wana simu. Hiki inaitwa si kiswaswadu. Hiki kiswaswadu, zamani hiki kiswaswadu kilikuwa ndio hatari, yani kinashika. Na mimi natembea nacho, maana hizo zingine hizo huwa zinakosa, ila hii haikosi. Hii hapa ina memory card. Ione hivi hivi, ina memory card. Ukipita hapo hivi sensa hivi, nazungumza kitu ninachojua hapa, utakuta humu vitu hapa hapa, na wanawekaga huku masikioni. Wakati ibada inaendelea, wana vitu vidogo wanawekaga hapa. Wewe unafikiri unahubiri watu, huku kuna muziki yao. Hata kwa kweli mimi sijui majini, ila kuna mahali nilienda nikawaambia wawe waungwana. Kijana mmoja alikuwa muungwana, akafungulia. Na kuambia hivi, wako hapa na wana hiyo muziki. Sio vijana tu, paka watu wazima. Hiyo muziki ukisikiliza unaweza ukatoa machozi, matusi makubwa. Kuna nyimbo zinaimbwa sasa hivi zinazohamasisha ngono. Nyimbo nyingine zinaimbwa za matusi, za kuchambana, mipasho. Nyimbo nyingine za kupasha mashosti yani. Yani akitaka wale wa mama wale, akitaka kumpaka tope shosti wake, asema niwekee huo. Hizo nyimbo za mipasho, nyimbo za kuhamasisha ngono, na wanaoziimba wanacheza uchi, wanavaa nguo naked, wako naked, yani nguo za transparent, hapo wanaimba. Na unakuta vidada vina hizo nyimbo. Mimi nilijua wasanii ni kioo cha jamii. Sasa hivi wasanii sio kioo cha nini? Cha jamii. Ni shimo la kudumbukiza vijana wetu kuharibika. Wamefika mahali hapo baadhi ya wasanii. Asilimia kubwa mambo yanayoletwa na hawa watu ni ajabu sana. Ndio wanaotoboa masikio jinsia ya kiume, na ndio wanaosuka nywele. Unategemea wakufundishie mtoto, si ndio? Na nyimbo zao ndio mnaweka kwenye simu. Sasa nenda kasome roho nabii. Hizo nyimbo zinafanya ibada ndani ya moyo wako isiwepo. Upuuzi mtupu. Tena roho nabii nasema wimbo wa kipuuzi. Malaika asikilizi. Nitawasomea hizo nukuu. Kwa nini nasema haya? Yuko mtu anaitwa Abrahamu. Mungu alijua hivi. Unisikilize vizuri. Mungu wa Bwana mliokaa hapa, mimi naomba niulize, hivi uzao wako ni upi? Ni uliobarikiwa. Unajua, soma tu vizuri katika Petro, anasema wewe ni mzao mteule, ukuhani wa, na
sahaulisha ya kwamba sisi tumeitwa, tuna kazi maalum. Kuna habari na watu wanaendelea wanazicheza zinachezwa na mchungaji. Ukisema anakuambia umekosa ujumbe, umekosa ujumbe, hebu tuhubirie. Kazi ndio hiyo, tunakuhubiria, hilo nalo ni ujumbe wa Yesu. Achana nao mambo, achana na mambo hayo. Na watu wanaweka vitu vya ajabu. Watoto hao niliwaambia wanapewa simu. Hizo simu wanazopewa zinahamasisha, wanaingia kwenye mitandao. Watoto wanaangalia vitu vya ajabu. Unaandaa huyo mtoto kwenda wapi? Ndio wewe una mambo yafuatayo na kukumbusha. Mungu alivyokuita, amekuita wewe uwe wa pekee, uwe taifa kubwa. Na Mungu ameahidi kunibariki na kukubariki, na jina lako liwe kubwa, nawe ufanyike kuwa baraka. Hayo mambo yashike sana, na nilishaeleza katika kitabu cha Petro wa kwanza 2:9-10, anasema bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu. Mliokuwa mkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Anasema ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Angalia huyu mtu mwenye majina, mwangalie vizuri. Ndiye maskini amekujazia nyimbo hizo za upuuzi. Na roho nabii nasema mtu mmoja anaonekana anasikiliza mziki wa kipuuzi. Ibrahimu alikuwa na mambo yafuatayo. Sikiliza, aliandaliwa kumwandaa Mwokozi, na hivyo mpango wa ukombozi unapitia kwa Ibrahimu, na hivyo umakini mkubwa ulihitajika. Isaac alipaswa kuandaliwa vizuri. Mama anayebeba ile mimba alipaswa kuandaliwa vizuri, kuanzia chakula, kuanzia maneno, kuanzia tumboni aliandaliwa. Ndio maana Biblia inasema na alikutakasa, katika kitabu cha Yeremia, na alikutakasa ukiwa tumboni. Yaani wewe unapokuja ndani ya kanisa hili, mpendwa, sijakuleta mimi. Mnatukosea sana mnapokuja mnapambana na sisi. Mnapambana na sisi wachungaji. Sitaki kanisa lako. Wewe ni nini mimi nikuleta? Sitaki mkanisa wako. Umeniboa. Mimi kukuboa mwanadamu tu hapo. Ila aliyekuita lilini alikutukana. Hii kanisa sio ya mtu hii hapa. Isaac anatengenezwa mapema. Isaac anaandaliwa mapema. Isaac anafundishwa kuomba. Kwa nini? Ndani ya Isaac kuna mambo yafuatayo. Ndani ya uzao huu wa kifalme, sikiliza, Isaac katika viuno vyake amebeba wafalme. Katika uzao wake amebeba manabii. Katika viuno vyake Isaac amebeba mkombozi. Katika viuno vyake Isaac amebeba manabii, amebeba mitume. Isaac amebeba watu wanaoleta habari njema ya ufalme. Wewe nisikilize, katika viuno vyako mama, katika tumbo lako umebeba wachungaji, umebeba wainjilisti katika viuno vyako. Alafu unaanza kubwengera. Nafikiri Mungu amekuita kienyeji. Makao unafikiri kwamba uko hivi tu. Ndani yako wewe baba, wewe unayenisikiliza, wewe kijana unayenisikiliza, wewe ndani yako wewe, Mungu ana watu wanaotaka waende wakahubiri injili. Yaani kuna ndani yako Mungu amewaweka
Nataka niwaambie mimi huko Mungu alikonitoa aliniandaa. Na hilo najua. Na ndio maana uwezi mimi ukanichanganya popote wala sisumbuki ninapohubiri Injili. Kwamba ni wakati wa jua, kwamba ni shida, mimi nitahubiri tu. Kwa nini? Najua aliniita toka nikiwa mdogo. Maana swala la kusema na hubiri sikulianza nikiwa Msabato. Nililitaka nikiwa huko. Nilitaka, maana Mungu aliweka wito ndani yangu. Usiwaone wachungaji wakiwa hapa. Hakuna anayekuja akahubiri hapa anayelazimishwa. Yaani mimi nataka niwaambie hivi, Mungu akiweka wito ndani yako hakuna anayeweza kuutoa. Yaani mimi huwezi kunipeleka nikawa askari, siwezi. Huwezi kunipeleka wanajeshi, siwezi. Ukinipeleka kushika kalamu ni shida. Maana mimi nitawahubiri hao na nikifundisha kidogo mahubiri. Na kukatisha watoto ushauri, hesabu sasa itaendaje? Mpokee Yesu, hesabu itaenda hapo. Wakati walimu na nyinyi Mungu amewapa, madaktari Mungu amewapa cha kwenu. Walimu, hayo mtoto mimi ukinipeleka nikipiga tayari Injili hapo. Huyu si anatakiwa akalili fungu la Biblia, nitakalilisha. Wakati daktari anasema 1 mara 3, mimi ndio nitageuza 3 mara 1. Ndio mtaelewa kwamba huwa bodaboda inabalikaga kuwa ambulance. Mungu ametuita, anajua. Anakuweka kwa daktari, anajua. Anakuweka kwa mwalimu, anajua. Mungu anajua ndani yako kuna nini. Mungu ndani ya Ibrahimu kulikuwa na manabii, yani Abrahamu anapoitwa anaambiwa nitakubariki. Angalia, ndani ya Ibrahimu wanafatuka wafalme waliotawala mpaka leo. Ndani ya Abrahamu wanafyatuka mainjinia. Ndani ya Abrahamu manabii wametoka watu mashuhuri ndani ya Abrahamu. Hivi unavyojiangalia hivi, unajua wewe unaweza ukatoa mtawala wa nchi wewe. Na unaangalia na unasema iwezekani. Uzao huu umebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndani yako kuna wabunge. Ndani yako kuna mainjinia, kuna madaktari. Ndani yako kuna mawaziri. Mungu ameweka watu wa kusimama katika hili taifa. Alafu unasikiliza vitu vya hovyo. Wewe nani alikuambia ukoo wa kifalme wanasikiliza mambo ya hovyo? Nani alikuambia? Nani alikuambia kama sio shetani? Unapoanza kufanya ujirani na shetani, mnafanya urafiki, unamuuliza shetani umeamkaje, ndio matatizo yanapoanzia. Unafanya ujirani na shetani. Mna kikao cha ujirani na Ibilisi. Majirani tuna kikao, shetani ndio jirani. Habari ya asubuhi. Hivi jirani yako na Pasangole, kuna watu wameshindikana, majirani yao ni shetani. Anaweka ujirani na Ibilisi. Hapo sasa, hapo ndio mambo yanapokuwa magumu. Hapo ujirani. Ana ujirani na shetani, ana ujirani na Mungu. Mungu anamwacha kule, ila shetani yuko karibu sana. Maana ana mziki wake hapo ujirani. Na hakuna aliyekuwa jirani na shetani akasalimika. Hakuna. Hawa alivyotaka ujirani na shetani, Hawa alisababisha matatizo. Huyu Abrahamu alijua Mungu ametamka nitakuwa baraka. Akamfuata na akaanza kufundisha watoto. Mnajua nini? Sio taifa la hivi. Hivi mnaelewa hiyo tabia ndio iko Marekani? Halo. Nyie wenzangu Afrika, amka. Hivi mnajua tabia ndio iko Marekani, iko hivi. Marekani wanaambia watoto wao hivi, nyie ni super power. Kikizaliwa hivi kinaambia wao ni super power. Yaambia sisi ndio great nation. Yaani sisi ndio taifa kubwa. Yaani sisi ni wakubwa. Hakuna anayetuweza. Kitoto kichwa kinavimba. Alafu kikizaliwa tu kinaambiwa
Wewe mtoto sikiliza, una akili. Wakati Mwafrika akizaliwa anaambiwa mbwa, paka, miguu kama spoku. Mwangalie, kichwa kama boga, mbwa. Mtoto anaambiwa hayo. Mtoto anasema mimi ni mbwa. Kwa hiyo ukimkuta anasagura si mbwa. Takataka. Wengine wanaita watoto wao shida. Shida. Mama akiona binti yake, lione sura kama yani maneno pa. Mtoto anasema kumbe mimi hata sio mzuri. Akifika barabarani anakutana na boda anamchanganya. Anaambia, we mrembo wewe, unaelekea wapi? Anasema mimi ni mrembo. Mimi maana nyumbani amezoea kuitwa takataka, kichwa kama boga, bodaboda fulani, mtu fulani njiani anamwambia mashallah, binti umeumbwa ukaumbika. Hajawahi kusikia. Moyo wote anaacha hapo, anamwambia sema zaidi. Niko hapa na kusikiliza. We kaka, umenionaje? Anageuka hivi, anaambia hai dada, ulivyo yani unanizima moyo. Wana maneno, anamwambia mara nini dada, watu wanasema huyu kaka amenisifia. Hajawahi kusifiwa. Akitoka nyumbani ni makelele tu. Ndio malezi ya huku Afrika. Wakati mzungu yeye akiwa na mimba, wanauliza huyu ni wa namna gani? Wa kiume. Wanaandaa mambo. Wanaweka vitu vya watoto, hata akiwa mjamzito mama akiangalia aone vitu afurahi. Kikizaliwa tu, yani wanamtengenezea mazingira ya yule mtoto kujisikia furaha. Alafu kikiwa kidogo wanaleta vitu vingi, wanaweka, kinaanza kutaka hivi, kinaanza kujenga hivi jumba, wanasema huyu barabara yake ni huko. Wanaanza kumuendeleza katika ile fani. Wanamuendeleza. Mtoto anakuwa injinia. Wakwetu anasoma, anakuambia nataka kuwa daktari, anapigwa mkwara, sitaki hiyo kazi. Unafikiri wewe ndio unaenda kuifanya? Sitaki usome udaktari. Wakati ndio anayoipenda. Unasema nataka uwe injinia, wewe ndio unaenda kufanya hiyo kazi. Tumeharibu watoto wetu. Mtoto ni mjenzi, lakini anaambiwa nimesema kasoma udaktari. Mtoto mwenyewe udaktari hauwezi. Ndio maana wanachoma sasa masindano. Watu wanapata wanasema kaua huyu, kaua. Si wewe ulimpeleka kuua watu. Maana hana. Anataka mchungaji, unamwambia kazi gani hiyo unataka wewe? Baba, mimi nataka kuwa mchungaji. Mimi namshukuru mama yangu, Mungu ambariki sana. Maana mama yangu alifanya kazi. Nilipomwambia nataka kuwa mchungaji nikiwa mdogo, namwambia nataka kuwa padri, akasema safi. Mama hakunikatisha tamaa. Alitia moyo. Sawa mwanangu. Kuna wazazi wanaambia watoto wao, unataka kuwa mchungaji, unataka nini wewe? Yaani unataka kuwa mchungaji, kazi gani unaenda kufanya? Wako hapa wengine, na wakituona wanatuchora, wanaona watu hawa wamekosa cha kufanya. Pole. Hakuna kazi ya maana kama hii. Maana mwisho wa yote utabaki na magorofa yako. Sisi tunaandaa raia wa mbinguni, na tuna watoto wengi sana ambao tukifika mbinguni tutakutana nao. Ni kukumbatiana tu. Nyumba zote zinabaki hapa, madaraja yote yanabaki hapa, ikulu zote zinabaki hapa, tunaenda ikulu ya mbinguni. Tengeneza mpango, ndio huu wa Ibrahimu. Huu nao kuambia, hii ndio kazi ya maana. Ile pale ile kutengeneza watu wasome vitabu, wasome Biblia, wawe raia wa mbinguni. Kazi ya maana. Niambie eti mtoto, kazi gani hiyo? Unataka kuwa mwinjilisti wa vitabu, kazi gani hiyo? Umekosa kazi. Hiyo ndio kazi sasa, kwa taarifa yako. Maana hiyo ndio inatengeneza watu. Hata serikalini unapomwona mtu anapendwa, anafanya vizuri, katengenezwa huyo. Unamwona mtu anatenda haki serikalini, anamheshimu Mungu huyo. Kazi yao wamefanya nini? Wachungaji hao hapa. Wewe unapuuza, unasema kazi gani?
Kama wachungaji wataondolewa, mimi ndo nakwambia sasa, wachungaji waache kufundisha neno la Mungu, hakuna kiongozi atakayetawala. Mimi ndo nakwambia, siku Mungu aondoke kwenye fahamu za wanadamu, hakuna mtawala atakayesimama. Utaua kila siku na utamaliza, na ukishamaliza hakuna wa kutawala. Utatawala nani? Maana hapa tunavyohubiri ndio tunakemea dhambi na kunatoka watakatifu wa kuwaheshimu hao viongozi. Kama mtu amheshimu Mungu hana aibu kwako. Nenda tangu kuambia, mtoto wako akiondoa fahamu ya Mungu ndani yake hakuheshimu, atakutukana hujawahi kuona. Mungu hayupo ndani. Alafu namwambia mtoto, kazi gani hiyo? Sasa wa Marekani kitoto kizaliwa ndio kazi. Una akili wewe. Wewe si wa hivi hivi. Wewe ufanani na hivi. Wewe hivi. Kinafundishwa, kinatoa na Waisraeli hivyo hivyo. Anaambiwa wewe ulishabarikiwa toka zamani. Wa kwetu sasa. Hoi, tabu. Hoi, tabu. Mungu anasema mngewaambia watoto wenu na vijana wenu hiyo. Waambieni wewe ni mzao mteule. Haleluya. Waambie mwanangu wewe ni wa pekee. Ukishabatizwa, ukimwamini Yesu, naomba wazazi, unatakiwa uolewe na mwanamume wa maana. Wewe kijana mwambie unatakiwa uolewe vizuri. Unatakiwa, yani onyesha njia. Wewe usiwe unabwengera huko duniani. Unatuletea matatizo hapo. Unaleta matoto yasiyofaa. Tengeneza watoto. Tengeneza watoto. Ibrahim alitengeneza. Mwambie ukweli mtoto wako ya kwamba ndani yako kuna mchungaji. Kwani wachungaji hao wanazaliwa wapi? Si wanazaliwa huko kwenu huko. Nani anawabeba? Umebeba mimba, unafikiri hiyo mimba ya nini? Kwa mfano, we mama unazaa nani? Unapuuza tu. Rais Magufuli wa Chato aliyelala alizaliwa hapo. Ungemwambia mama mzazi wake kwamba mama umezaa rais, yule mama asingekubali. Ni sawa na huyo mama ana katoto kake, unamwambia hako katoto ni rais, makamu wa rais, spika wa bunge. Anakuambia, "Wai, unasikia tunapoharibu mambo Hakuna. Nani? Mimi. Hakuna." Ibrahimu alikuwa raia kama wewe na mimi hivi. Yaani Ibrahimu hana cha zaidi, yani ni hivi kama nilivyo. Ni baba tu na mke wake, tena alikuwa hana mtoto. Anaambia nitakufanya kuwa baraka. Asema mimi baraka. Na nitakubariki na hakuna atakaye kulaani wewe. Na kupitia kwako dunia nzima itabarikiwa. Akasema haya mambo mwana zitu. Nitakukuza. Alafu tunakuja hapa kila wakati tunawaambia, wewe tunawahubiri kila siku. Shida ni nini? Hayo tunayoyasema unaweka hapa, unaenda jirani na shetani. Shetani anakuambia wewe hakuna kila kitu. Si wachungaji tunakuambia wewe baada ya kubatizwa ukapokea Roho Mtakatifu ulibadilishwa. Wewe sio yule tena. Sema amina. Wewe ni wa maana kwake, una dhamani kwake. Maisha yale ya zamani yalishatoka, una utu mwingine. Wewe anapokutazama anakuona kama mtu, ndani yako kunatoka vitu vya maana. Wewe unakaa na shetani unamwekea tena ujirani. Shetani tunapatana sasa, mchungaji amesema tupeleke vipi? Anakuambia usipeleke hawa jamaa siku hizi hizo hela wanakula tu. Ni kweli. Namsikiliza shetani. Ukija hapa tukisema toa sadaka unasema sitoi. Shetani kakufundisha. Ujirani naye baraka hakuna. Endelea kulima. Mimi nataka niwaambie, Afrika tusingepaswa kununua soksi za mitumba. Ni laana. Nanunua soksi za mitumba. Taifa lililobarikiwa hili. Dhahabu kila mahali. Soksi za mitumba zinatembea tu. Wazungu hawana Tanzanite. Tanzanite iko kwetu. Unanunua soksi za mtumba. Mimi naomba viongozi wa serikali watusaidie kupiga marufuku viwanda vitengeneze soksi Tanzania. Hivi watu wanatuonaje? Wanatuchukuliaje mpaka mtu anakuletea soksi za mtumba jamani? Chupi za mtumba.
sindilia za mtumba. Tena mama anajaribu hivi. Hai. Hivi sisi tunaotoa Tanzania haiko mahali pengine, popote iko kwetu tu. Yaani nchi ambayo ukipita unakuta mnyama mrefu anakula majani, yani pale Minjingu anakula, unapiga naye picha yani bila kulipia. Mzungu analipa hela. Kule kwao manini haya mabarafu yanashuka, yanawatesa, baridi kali kwetu hakuna barafu, yani kwetu mwaka mzima unapiga kazi. Kwao baridi. Ndio maana unaona hizi pua zao huwa ni ndefu. Yaani mzungu kuwa na pua ndefu mnazipenda sana. Wazungu wana pua, unaelewa maana ya pua ndefu? Yaani mzungu akipata mafua ni shida kubwa sana. Wewe una mapua mapana, maana hata ukipata mafua hakuna shida. Alafu mtu mmoja anasema nirefushie pua ya yule jamaa huku ndani ni ndogo kwenye hewa, ndio maana akiongea anaongea kwa sababu huku ni pua yake ndogo. Alafu mtu mmoja anasema nataka niongee kama wewe unaelewa maana yake. Yaani hiki kipili kilichoko hapa mzee, piga jua mpaka kesho akitengenezi kansa. Ngozi yenyewe imera nini hii hapa? Hatari yani. Ngozi haipokei. Wale ni mpaka unaoana, ndio maana wanavaaga vinguo vidogo vifupi nani. Anajianika juani ili apate hii ngozi yetu, mpaka akae juani kama mjuzi. Alafu wewe unakuja hapa unasema, nataka nitoe hii ngozi. Nataka niwe kama mzungu. Ulipaswa kulala chini upate hata viboko kiasi fulani. Matoa ngozi. Hona tulivyo wa zamani. Mungu ametupa vitu vya maana. Leo hii laana imekamata mpaka na sisi hapa. Na sisi kiasi fulani unaenda unamkuta amefungua sehemu anauza mitumba. Nauza mitumba 50. Toka hapa. Wewe uliyebarikiwa achana na mitumba, nenda kanunue vitu vyako. Nikikukuta unauza mtumba wewe na kuombea ufilisike mpaka kesho. Lakini na sisi tunavaa hapo kiatu cha mtumba, tafanyaje? Tuwaombe mtaji. Hatutakulaani. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi hilo wamekubali? Sasa tuwaombe mpate mtaji. Kwa kweli tuachane hiki kitu. Wachina wanapofika tu Tanzania ni kama wanatochi za kumulika sehemu ambako kuna pesa. Wakati kuna kijana hapa anatoka hapa anasema Dar es Salaam kuna hela. Akifika Dar es Salaam anaanza kwenda kushughulika na muziki ya ajabu kuimba hivi, eti ndio kazi. Wakati huku kuna kazi. Nimeona hata hapo mmelima nyanya hapo hivi. Akili zilizofunguliwa, yani Yesu Kristo, uzao huu ni uzao uliobarikiwa, unawaza mambo makubwa. Yani sio uzao wa kufikiri vitu vya hivi. Umetoka wapi kutufikiria mambo ya ajabu? Kila kitu unachofanya cha ajabu. Taifa lilobarikiwa. Naomba twende tukabadilishe ulimwengu. Sisi hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nenda kalete mabadiliko. Mungu aliweka hivyo vitu. Na visisitiza tena. Mungu aliweka ndani ya Ibrahimu ukuhani, wapatanishi. Yani ndani ya Ibrahimu ukuhani ulitoka kwake. Watu ambao walikuwa wanasimama, watu wapatanishwe. Ndani yako Mungu ameweka upatanishi. Mungu anakupa watoto uwatengeneze ili wafae kuwa wapatanishi. Waadventista sio watu wa kufanya wengine wapotee, ni kufanya watu wapatanishwe na Mungu.
Ndio maana tunalaumika sana ya kwamba ninyi mbona mko kwenye siasa? Kazi yetu sio hiyo. Kazi yetu sio hiyo. Hiyo kazi haiko kwetu. Tuna kazi tumepewa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mshiriki ukienda huko sawa, ila sisi wachungaji tuna kazi maalum. Sio hiyo. Sio hiyo. Na usitushawishi tukaenda, sio hiyo. Tuna kazi tumepewa maalum, tukutengeneze wewe ufae. Hiyo kazi ni takatifu, wapatanishi. Na kama unataka jambo lako likiendee vizuri, ita mchungaji akae na wewe, urekebishe mambo yako. Unaandaliwa kwa kazi maalum. Popote ulipo wewe ni kuhani msuluhishi. Bwana anakutambua. Patanisha watu wenye migogoro. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza nikwambie Bwana alivyokuandaa. Sikiliza. Sikiliza nikuonyeshe namna Mungu anavyokuandaa. Ninaamini niko na muda. Namaliza, si ndio pastor? Yes. Ninajiadhari sana kuhakikisha kwamba na check time, nisije nikaenda mbali na muda. Muda wangu nauona vizuri na najua nimebakiza dakika ngapi. Sitaki leo na jana tulishatubu. Ya jana tulishaungama. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikiliza. Sikiliza Mungu alivyoandaa vizuri kanisa. Sikiliza vizuri. Na huwa mnajizimaga data, wale wanasemaga wale watu. Mnajizima data. Mnajifanya hamnazo. Sikiliza. Hii kanisa ina utaratibu wa kutengeneza watoto kuanzia tumboni. Nataka niwaambie wazazi mliokaa hapa, hakuna lesoni ya mtoto akiwa tumboni. Haipo. Lesoni ya 0 mpaka ngapi? Ipo lesoni. Ukitoka hapo kuna lesoni ya kufuata, si ndio? Ya huo umri. Ukitoka hapo kuna lesoni za watu za vijana, si ndio? Kuna bobe andikoni, ukitoka hapo kuna lesoni ya watu wazima, si ndio? Alafu kila jioni kuna somo limeandaliwa. Kuna lesoni, kuna kusoma Biblia kwa mpango every day. Alafu asubuhi tunakesha la nini? Angalia mnavyojichanganya. Una watoto unazaa, umeweka kama bata. Bata linatangulia, watoto wanakuja nyuma. Nataka niwaambie tunatengeneza kizazi cha ajabu cha wakana Mungu, wasiomjua Mungu. Una mtoto hujui hata amesoma lesoni, uelewi. Yaani hata kumfundisha mwanangu, hivi unafundishaje mwenyewe akipo? Maana Biblia inasema uwafundishe. Unafundisha wewe mwenyewe huna. Unafundisha nini? Mwalimu hewa. Kipofu akiongoza kipofu shimoni. Wewe ungekuwa nacho ungemfundisha huyu, huna. Sasa unamfundisha nini? Matokeo kitoto kinakuwa, kinakuja kanisani. Watoto wengine wameshazoea nyumbani, ibada ya nyumbani. Yesu ananipenda. Yesu kanaimba, kana rukaruka, nyumbani hiyo ibada ipo. Kakija hapa hakashangai. Wako akija, niliwaambia jana, kazi ni kuokota mawe, kupiga mbwa, kazi ni maana yeye hiyo kitu haipo. Hawa hawapo hapa Itigi. Unatutengenezea hao. Halafu wakikuwa wakubwa ndio wanakuja kanisani na smartphone. Akija ukihubiri muda mrefu anaingia YouTube na wanakaa na wenzake YouTube hawa. Anakupa jina mchungaji. Mimi sijui amenipa jina gani. Wako mayai haya, visa yako haya yametengenezwa hivyo. Unadhani Yesu akija, nenda pale mezani kuchukua kitabu kinaitwa Viki Kuu inakuja, nenda kasome. Vijana wanaonekana wako kwenye vitabu vya kanisa, lakini kwa bahati mbaya majina hayako mbinguni. Why? Kwa nini?
Wako wanachezea wokovu, wazazi wamechezea wokovu, wamepewa muda na watoto hawa, wanakaa nao kila siku. Wachungaji ni kupiga kelele, tukija hapa tusaidieni, sema watoto wasome lesoni. Wapi? Mnatolea macho kama chura aliyebana na mlango hivi, mnatoangalia, unafikiri akili ipo? Hakuna kitu. Watu waliolewea duniani, Mungu anataka uwatengeneze. Msome lesoni pamoja. Baba, upige magoti, umwambie Mungu, ninawaleta watoto hawa mbele zako, wapokee samehe dhambi zao. Ibada ya jioni yenye maana, toa dhabihu ya shukrani. Mwambie Baba, asante, umerudisha watoto salama. Mungu utukuzwe, mke wangu yuko salama, biashara imeenda vizuri. Baba, asante. Asubuhi Bwana hamujui imba ili ukaimbe baada ya makambi, maana zilisha kufa kule nyumbani. Sauti praise timu, njoni hapo nipate baraka. Imba nakuomba. Hamtaki kuimba, nikikuona uimbi nakuja hapo. Nikikuona uimbi wewe huna bahati. Na kwa wingi wafadhili nyumbani mwako juu, nitaimba na wimbo pale kusujudu. Sasa baada ya wimbo huo, baba amekusanyika na watoto wameamshwa, watoto wako hapo, mama yuko hapa, watoto wanaambiwa, wanangu, Mungu wetu tunayemwamini ametuamsha tena, jina lake litukuzwe, twende tukamshukuru. Ndipo wanaimba nyimbo, wanafanya maombi. Baba kama kuhani wa familia anawaweka watoto mkononi mwa Mungu. Anasema, Mwenyezi Mungu, naomba utupokee kama familia, tusamehe. Tena anaungama dhambi zake na za watoto, anawaweka wakfu kwa Bwana. Baba, na kukabidhi watoto hawa, ninaomba uwalinde, ninaomba uwatunze, wapiganie, wanaenda shuleni, shetani yupo, linda watoto hawa, linda. Ikikupendeza tukutane jioni. Kama kuna kitu kitatokea hapo katikati, hawa watoto nimekukabidhi wewe. Kabidhi watoto hao mkononi mwa Mungu. Kwani wangapi wametoka asubuhi na jioni walikuwa baba, mama na watoto watatu? Jioni baba anajikuta yeye na mkeo, watoto wote wameenda. Kwani hujawahi kuisikia? Kwani nafikiri haitokei? Kuna walioagana asubuhi, jioni ikawa nyingine. Pale mjini Moshi ilitokea kisa hiki. Kijana wameomba asubuhi, wameimba wimbo, wakamaliza kuimba, kijana akachukua mkoba akaenda shule. Pale karibu na kanisa la Kristo Mfalme, pale pembeni roundabout, mtoto wa watu yuko pembeni kabisa anatembea, gari likaacha njia likamfiatua yule mtoto.
alikufa. Kabla hajafa alitokea sister mmoja wa Katoliki, akaja haraka kwa ajili ya maombi na akamsaidia yule kijana. Kijana alikuwa Mwadventista Msabato, na yule sister alijitahidi mpaka siku ya mazishi alikuja akatoa ushuhuda katika yale mazishi. Lakini wazazi walisimama wakasema hivi, kijana huyu ndiye aliyeongoza sala ya asubuhi, na ombi aliloomba tulishangaa. Aliomba ombi la ajabu sana. Hatuna mashaka ya kwamba kijana wetu alijikabidhi mkononi mwa Mungu, na asubuhi njema tutaonana naye. Hivi wewe una ujasiri gani wa kusimama mbele ya jeneza la mtoto wako? Una ujasiri gani? Siku ile una ujasiri gani? Utalia sana, maana hukumwandaa na amekufa. Hukumwandaa, mulitoka kila mtu na njia yake, huku. Mungu awe mtawala wa familia zetu. Fanyika baraka. Na hiyo nataka tu ni waombe. Tutaimba tena ule wimbo mwingine wa kuhamasisha kumekucha kwa uzuri, alafu tutaomba. Huo tutawakumbusha ibada ya asubuhi. Na jioni tutaimba mwingine. Leo imba. Simama sasa. Simama kwa Yesu. Na kasimamishe ibada. Kasimamishe ibada ya Mungu katika familia. Nenda kaimarishe yale yanayokufa. Na kama unasema Mungu nisaidie, ninaona kuna namna familia sijaiweka sawa, nimeweka mambo ya hovyo kule kwenye familia, ni mipira tu, ni mambo ya ajabu, sijaweka sawa, ninaomba badiliko Kristo. Nyosha mkono juu hivi. Mungu akubariki sana. Mungu akupe badiliko. Haya, twende huo wimbo. Tunaimba wote, alafu tukimaliza Pastor Ngoye atakuja hapa atatuombea. Kumekucha. Wote kabisa tunaimba. Kumekucha na funguka macho. Baba Bwana niwe leo kutwa ulizini mwako, nisamehe dhambi mikononi mwako. Roho wako alikae moyoni daima, anitakase uso wako mwema. Wapendwa, kila jioni na mchana wakati tutakapokuwa na ubiri, yule kiongozi wa nyimbo anapokuwa hapa, kiongozi wa nyimbo shika hii, ni wewe atakaye kuwa anaimba, sio kwamba ananikaribisha. Akimsifu Mungu hapa ni dada Namsifu ataimba wimbo mchana jioni. Kwa hiyo usiniwekee kwaya nyingine, ataimba yeye hapa mchana na jioni, alafu wengine wapangie huko kwingine kote. Sawa? Msini nani hiyo ni ya mtubu. Nimekuja mgeni nikisema hiyo ni ya kwangu, usiniwekee kingine. Karibu Pastor. Basi tunapoenda kuomba, wewe ndio unayefahamu namna ambavyo ibada za asubuhi na jioni zilivyokufa kwenye familia yako. Tumia muda huu pia kumwomba Bwana akusaidie, kama tulivyoimba kwamba kuna kucha pakacho kweli paka
tukaachwe kweli katika maisha na katika familia zetu. Tuombe. Baba na Mungu wetu uliye mwema, mchana wa leo tena tumesikia sauti yako. Mtumishi wako umemsaidia kunena kile ambacho umekusudia tukisikie, nasi baada ya kusikia tumekiri hakika kwamba tuna mapungufu makubwa, tunahitaji msaada wako. Malezi ya familia, ufufuo wa kiroho ndani ya familia zetu, peke yetu hatuwezi bila msaada na uongozi wa Roho wako Mtakatifu. Baba mwema, katika kambi la mwaka 2026 tunaposema tunakwenda tukikusubiri Yesu, ruhusu twende pamoja na familia zetu, ruhusu twende pamoja na watoto wetu, ruhusu twende kama familia, maana tunapoishi maisha haya tuandaliwe kukulaki mawinguni utakaporudi mara ya pili. Baba mwema, madhaifu yetu ni mengi. Ibada za nyumbani zimekufa. Ibada za familia asubuhi na jioni hazina mvuto wowote ndani ya maisha yetu. Baba, tusaidie kutufufua upya. Maana tumesikia hapa hata nyimbo za asubuhi tunaimba tukizikosea, ni ishara ya kwamba majumbani hatuziimbi. O Yesu, tusaidie. Tusaidie Baba mwema. Lete uamsho wa kiroho ndani ya familia zetu. Wasaidie kina baba kutambua ya kwamba wao ndio makuhani wa familia zao. Umewapa wajibu na jukumu la kuwasaidia kusimamisha madhabahu ndani ya nyumba zao. Na hivyo Yesu, wapatie hekima za kusaidia familia zao. Wapatie ujasiri wa kusaidia watoto wao. Wasaidie kina mama kutambua kwamba wao